Naibu wa rais, mimi si mtu mjinga ati niweze tu kutoka bila kujua ni nini inahitajika ndio niweze nitembee. I have done this for 9 years. How come at the last minute mtu anakuja hapo ananiambia kuna mtu amepiga simu amesema unahitaji hii, nikauliza ninahitaji tangu lini? Imeanza lini na sijaelezwa. Lakini ya muhimu, wacha nikueleze. Mbali na mimi kutembea pale Uganda, watu wanajaribu kusema niko na uhusiano na Museveni. Museveni ni rafiki wa rais wa Kenya. Museveni ni rafiki yangu. Mimi nimewahi hata kwenda kumfanyia kampeni Uganda. Viongozi hawa wote wa NASA wamewahi kwenda kumfanyia kampeni Museveni Uganda kwa sababu ya urafiki ulioko kati ya Kenya na Uganda. Right? Inawezekanaje kwamba ni sawa Museveni kuwa marafiki ya hawa wangwana wote, lakini akiwa naibu wa rais inaleta shida? Why? Kwani mimi I'm not entitled to friends? Isitoshe, wakati nilikuwa Uganda karibu mwezi moja hivi iliyopita, rais wa nchi hiyo alinikaribisha niende fungue mahali ambapo vaccines ya corona inatengenezwa na vaccines zingine. Kwa sababu gani? Yule mwegezaji wa pale wa hiyo kiwanda alikuja kwa ofisi hii mahali wewe umeketi karibu miaka 2 iliyopita. Akaniuliza, tafadhali natafuta vile naweza kupatana na Equity Bank kwa sababu nataka wanisaidie kufanya ile coordination ya vile nitapata pesa ya kuegeza. Mimi nikachukua simu, nikapigia simu Equity Bank, nikawaambia kuna mmoja wetu wa kutoka East Africa aliye hapa. Mko na branch Uganda. Msaidieni huyu mtu kama anaweza kufanya hiyo biashara anatafuta. Unanielewa? So wakati sasa huyo mtu alifaulu, akapata pesa shilingi bilioni 15 za Kenya, 150 million US dollars. Akaenda akajenga hiyo kiwanda. Sasa makosa iko wapi? Akiniuliza niende katika hiyo kazi ambayo kwa bahati sikujua. Kwa bahati nilimsaidia kwa simu moja tu. Na akasema katika hiyo mkutano, mimi kwa sababu ya nilienda kwa ofisi ya Deputy President akanisaidia, nitahakikisha kwamba ile faida watu wa Uganda watapata kutoka kampuni hii, ile vaccines, ile bei nitauzia Uganda, pia nitauzia Kenya, kwa sababu Deputy President na Equity Bank walinisaidia katika kutafuta hii biashara. Tunaelewana? Kabisa. That is the reason why I was there. There is no other reason. Ni makosa gani kama naibu wa rais wa nchi umemsaidia mtu na huyo mtu anataka aonyeshe kwamba alifaulu na anarudisha mkono kwamba atasaidia Kenya kuhakikisha kwamba tunapata faida kutoka hiyo kampuni. Ya mwisho, katika hiyo mkutano, na kama uko na vile unaweza kufuatilia, Museveni aliongea vile nchi ya Uganda ilikuwa nchi yenye upungufu wa karibu kila kitu: chakula, mboga, mahindi, almost everything, a food deficit country. Lakini wamepanga mpaka sasa it is a food surplus country. Ni nchi ambayo inatoa chakula kuliko ile wanahitaji. Unanielewa? Na nikamwambia, in fact hata sisi Kenya tunasikia pressure kwa sababu mahindi ya kutoka Uganda inakuja Kenya, inatuletea matatizo. Mayai ya kutoka Uganda inakuja Kenya, inatuletea matatizo. Nikauliza yeye ni kwa sababu gani? Akaniambia, sisi tuko na kitu inaitwa wealth fund. Hii wealth fund inapatia pesa sako ya wale ambao wanafanya wanakuza mahindi. Inapatia cooperative ya wale watu wanafanya biashara.
inatoa pesa ya serikali kusaidia kuzalisha chakula. So part of the reason why nilikuwa naenda Uganda, nilikuwa nimepanga kwenda kuangalia hii wealth fund ambayo inasaidia mkulima anunue ng'ombe mzuri ya maziwa. Hii wealth fund ambayo inasaidia mkulima apate mbegu na mbolea inafanya kazi namna gani? Kwa sababu nimeanzisha mjadala mkubwa katika Kenya. Inaitwa bottom up. Tutakuja hapo. Unanielewa? Kabisa. Na hiyo bottom up ndio tunasema yule mtu mdogo ni vipi tutasaidia sako pale chini. Ni vipi tunaweza kuunganisha msaada wa pesa ya serikali na sako ndogo. Vile watu wa Uganda wamefaulu mpaka sasa wako na surplus. Surplus kumaanisha wanazalisha kuzidi yale wanatumia kwa matumizi yao na wanapata ya kuuza kwa masoko. Ni vipi tunaweza pia kujifunza, kwa sababu maisha ni elimu. Unazidi na kuboro experience from hapa na pale ndio uweze kutenda kazi vile inaweza kusaidia pia na nchi yako. Na kuuliza dada, makosa iko wapi? Kama ilikuwa ya faida hivyo kwa wananchi na kwa nchi yetu ya Kenya, basi mbona ikakuwa hakukuwa na sababu? Kunasemekana president hakuwa anajua kwamba ulikuwa usafiri uende nje. Wewe uko na uhakika ya kwamba rais hakuwa anajua? Nimeuliza swali. Uko na uhakika? Siwezi kuwa na uhakika. Nasema so, nimekuambia nimetembea nchi za nje kwa miaka 9 nimekuwa naibu wa rais. Sijaulizwa siku moja kwamba ninahitaji kibali kutoka mahala popote. Kabla tutoke hapa, kwa sababu nataka tuingie kwa kizungumkuti kikuu ambacho ni bottom up. Nataka tu nijiulize sababu, kwa sababu mwekezaji ameenda nchi ya Uganda, ni wengine wangapi wamekataa kuwekeza katika nchi yetu ya Kenya wakahama wakaenda nchi zingine? Je, ni wanapatiwa better environment ama sisi mbona Kenya huyu mwekezaji sio ya kwamba alikuwa anaenda Uganda ati kwa sababu anatoroka Kenya. Hapana. Tayari ameegeza katika taifa letu la Kenya. Vile embassy ilisema. Lakini alikuwa anatafuta vile anaweza, kwa sababu soko ni kubwa. Anataka kutafuta vile anaweza kuegeza katika nchi ya Uganda, nchi ya Tanzania, nchi ya hata kule Zanzibar na East Africa kwa ujumla, kwa sababu wanataka ku take advantage na ile jumuiya ya community ya East Africa waweze kutusaidia katika kuhakikisha kwamba tuna process mambo ya kilimo. Kwa sababu pia na wao wako na soko kule ng'ambo ambayo wanatafuta vile wanaweza kutusaidia wakulima wetu. Wanatafuta vile ya kusaidia wakulima wetu kufanya processing ile ambayo tulikuwa tumeweka katika Big 4, mambo ya agro processing, mambo ya value addition na pia export market ambayo itatupatia pesa ya kuweka katika mifuko ya wakulima na wafanyabiashara wetu. Asante sana. Tuingie sasa. So hapo sasa ndio tuko. Lakini unajua kuna sijui niseme ujinga, sijui niseme nini, sijui kumbavu ambaye inaingia kwa watu wakiona mtu kwanza hawataki kujua ni biashara anafanya, ni kuruka tu kwa conclusion, kwa sababu alikuwa na deputy president tutamharibia jina namna gani, wacha tuseme ni terrorist. Surely we are embarrassing ourselves. Mpaka embassy ya Turkey inatoa statement kwa sababu ya mambo yetu ya upuzi. Unafikiria huyo mwegezaji sasa kwa kichwa yake atakuwa anafikiria nini? And that's how we destroy investment in our country because of petty politics. Bottom up imekuwa sasa ndo wimbo mkuu. Tumetafuta maneno, tumetafuta watu wanaoielewa, wataalamu wa hesabu, na inakuwa hata hakuna watu ambao haswa wameweza kabisa kufafanulia Mkenya wa kawaida ambaye ndiye target hapa ya kujua haswa bottom up ni kusema nini. Sikia my dear sister, mahali tumefika sasa, kuna mahali tumetoka. Right? Mimi na Mheshimiwa Rais rafiki yangu, wakati tulianza 2013
tulichunguza tukaona ni vipi tunaweza kubadilisha Kenya. Yeah? Kwanza tukasema lazima tuondoe siasa ya ukabila na chuki. Right? Ya pili, lazima tubadilishe siasa isiwe mashindano ya watu, iwe ni mashindano ya sera. Sawa, my dear? Na ndio tukaanza tukasema wacha tujenge base. Tukaanza tukasema hiyo foundation, tujenge reli, tujenge barabara, tuunganishe stima, tubadilishe muundo wa mambo ya elimu, na ndio tukajenga Technical Training College, sasa imefika 180 katika Kenya. Hiyo foundation tulijenga kwa sababu ilikuwa ni muhimu ndio tuweze kubadilisha sura ya Kenya na kuilete katika mahali ambapo tunaweza kubadilisha uchumi. Wakati tulimaliza uchaguzi 2017, tulikuwa na mpango maalum inaitwa Big Four. Right? Na hii Big Four ilikuwa inalenga sasa mambo ya uchumi ya mwananchi wa kawaida. Vipi? Number 1, tuliketi chini na wataalamu tukawauliza, tatizo yetu kubwa kama taifa ni watu wengi, karibu milioni 4 ambao hawana kazi. Asilimia karibu 90 ya hawa watu milioni 4 hawana kazi ni vijana. Ni vipi tunaweza kubadilisha, kuegeza rasilimali zetu ndio tuweze kupata nafasi za kazi za vijana. Right? Ndio tukadevelop hii program ya Big Four. Tukasema kupitia kwa program ya housing tunaweza kuzalisha nafasi za kazi kadi ya milioni 2 na milioni 4. Kupitia kwa agro processing, kuweka pesa katika kilimo, kusaidia mkulima wa maziwa, kusaidia mkulima wa kahawa, wa chai, wa mahindi, wa ngano, wa miwa, tunaweza korosho, tunaweza kubadilisha uchumi wao, tuzalishe chakula ya kutosha, ile food security, lakini pia tutumie kilimo kupanga sasa mambo ya value addition, agro processing, nafasi za kazi zipatikane. Pia tuongeze value, you create value, through manufacturing, through industrialization. Na tutafute soko ya sawa kwa wakulima wetu. Right? Alafu tukasema tunataka kupunguza hali ya umaskini ambayo inakumba watu wengi ambao wanaingia katika umaskini kwa sababu ya kulipa bills ya hospitali. Ndio tukasema universal health coverage. Hiyo program ilikuwa ndio program yetu ya awamu ya pili, yani second term. Yes. Sawa? Kwa bahati mbaya, sijui ama ni bahati mzuri, kuna watu wanasema bahati mzuri, kuna wengine ambao wanasema bahati mbaya. Tukaingia katika mchanganyiko wa serikali na upinzani kupitia kwa ile handshake. Sasa watu wa NASA wakakuja kwa serikali. Walipofika kwa serikali wakakuja sasa wakasambaratisha ile mpango yote. Ikasemekana ile Big Four, mambo ya kazi, ya kutafuta kazi, kuzalisha chakula, mambo ya universal health coverage sio priority tena. Sasa ikaja priority ingine. Ikasemekana sasa priority ni kubadilisha katiba. Nasikia, my dear sister? Kubadilisha katiba. Ipatikane prime minister mwingine, deputy prime minister, vyeo wapo, watu wagawane mamlaka, tuweke ombudsman ya kumanage kotini, sijui tufanye nini. Sasa ile program ya mwananchi ya kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula zaidi, kahawa zaidi, maziwa zaidi, nafasi za kazi, tukaambiwa ya kwamba hiyo haina maana. Tukaingia katika mpango hii ya BBI, kubadilisha katiba, ikiandamana na rege. Tukaingia hapo. Unasikia? Sasa
Hapo ndio sasa matatizo ikaanza, kwa sababu wengine wetu tuliona kwa kweli kubadilisha katiba ipatikane nafasi chache za viongozi wakawane mamlaka, ipatikane watu vile ya kumanage judiciary, na ile program tulikuwa naye ambaye ingezalisha nafasi 2 milioni 3. Hata wewe ukiulizwa which one is a priority, ile ya kuzalisha kazi 2 milioni ama hii ya viongozi kupata nafasi ya nyadhifa zao sa 2 milioni? So hapo ndio tukaingia kwenye kizungumkuti hii. Sasa tuko ndani yake. Nini ikatokea? Kwanza ikasemekana ili mambo hii isiharibike, kwa sababu sisi wengine insist, tukasema lakini Big Four ndio tulichaguliwa tutekeleze. Na ndio ni mradi na mpango na sera ya kusaidia mwananchi. Hii ingine ya katiba sinaweza kungojea jameni. Sasa ikafika mahali mimi nikaambiwa shughuli za naibu wa rais sasa itafanywa na Matiang'i na wengine. Kasema ni sawa, kwa sababu unajua naheshimu mkubwa wangu ni rais. Akishaamua basi. Ikafuata wabunge wengi wakafukuzwa katika nafasi zao. Kaambiwa sasa wewe hufai kuwa chairman, wewe hufai kuwa vice chairman, wewe hufai kuwa kiongozi wa wengi, wewe hufai kuwa kiranja ama chief whip. Wakatolewa viongozi wengi. Na matatizo maajabu ni kwamba hawa walipotolewa wengi wao walibadilishwa na watu wa NASA. Lakini nasemekana kuna mahali ilifika hawa watu ambao walikuwa wa Jubilee wakafuata mambo ambayo haikuwa inaandamana na chama, wakaanza kupiga siasa ya vyama vingine. Kama gani? Mfano wakaingilia mambo ya UDA, siasa za UDA. Siasa ya UDA ni ya jana, ni ya last week. Hii mambo ni tunaongea mambo ya 3 years ago. Sasa hata kama umekosa, hata kama humtaki huyu, sasa watu wa NASA ambao tulikuwa tunashindana na wao, wanawezaje kuwa machairman wa committee katika serikali ya Jubilee? Haijawahi kufanyika duniani. Hii ni mara ya kwanza. Unasikia my dear sister? Hapo ndio tukapata matatizo. Na hiyo matatizo ndio sasa tumezungukana hii sasa mpango yote hii ya kuunganisha upinzani na serikali. Mwisho kukapatikana hasara ambayo haina kipimo. Sasa hivi NASA imekufa. Jubilee imekufa. Big Four imezama. Rule of law imepotea. Uchumi imekwama. Kwa sababu ya hii confusion ambayo tumejiingiza ndani yake. Sisi tukaketi chini tukasema sisi ni viongozi. Hatuwezi tukaketi na kutizama mambo yakiendelea kuzorota na kuharibika. Ndio sasa tukakuja na program ya bottom up. Ndio sasa nikuja hapo. Hii bottom up, my dear sister. Kwanza tumesema siasa vile mimi na rais rafiki yangu Uhuru Kenyatta tulisema lazima tuondoe siasa za ukabila. Right? Na vyama za kikabila. Sababu ya sisi kuvunja zile chama ya TNA na URP na zile zingine na kutengeneza Jubilee ilikuwa tunaondoka katika vyama vya kikabila. Yeah? Na ndio sababu hiyo wakati sasa imefika mahali ndio unaona saa hii tunaongea mambo ya UDA. Wakati Tuju na Murathe wamesema sasa wanapanga vile ya kwenda kuuza Jubilee kwa soko kuuzia ODM. Sasa nikuulize my dear sister. Haijawahi kufanyika duniani kwamba eti chama ya serikali inaenda kupigwa munada inunuliwe na chama ya upinzani. Sasa nikuulize, what logic
chama ya Jubilee iko na wabunge zaidi ya 200. Chama ya ODM iko na wabunge 70. Sasa inawezekanaje chama iko na pale handshake ilipofanyika chama hiyo ya watu 200 ikanunuliwa na chama ya upinzani chama ya watu 70 surely sababu sidhani Sasa hapo ndio tuliona kimeumana. Ndio tukaona sasa lazima tujipange, na tukasema tutafuatilia ile sera. Mimi na rais tulipanga mbeleni ya kwamba hatuna kazi na chama ya kabila hii ama kabila ile. Na hawa watu wanataka kutusukuma twende katika kwa sababu sasa mpango yao ni kuwa na chama ya sijui Ford Kenya, sijui Wiper, sijui nini, chama ya kabila hii na kabila ile na kabila ile na kabila ile. Sisi we have no business and we have no time katika sera ya mambo ya kupangana kwa mambo ya kikabila. Ndio tukaanzisha hii hustler movement. Hii hustler movement ni ya Wakenya wote. Kila mtu mwenye anaamka mapema kwenda kutafuta, kila Mkenya ambaye awe na mali asiwe na mali lakini anatafuta kwa bidii. Ndio tukasema sisi wote tutaingia hapo hustler movement, ndio UDA. Na tukasema sasa tutabadilisha mjadala. Na wakati tulisema tutabadilisha mjadala, watu wengi waliona sio ati tunaongea tu, lakini wacha nikwambie my sister, sasa mjadala imebadilika. Sio rege tena, sio mambo ya kubadilisha katiba tena, sio vyama ya kikabila tena, sio maneno tena ya kugawana mamlaka, sio maneno tena ya kuongea mambo ya vyeo. Leo tunaongea mambo ya uchumi. Tunaongea mambo ya uchumi, tunaongea mambo ya empowerment, tunaongea mambo ya vile tutapata nafasi za kazi ya vijana. Na wacha nieleze kidogo dakika mbili mambo ya bottom up. Bottom up ni kusema tunabadilisha sera ambayo tumeendesha nayo Kenya kwa miaka 50. Ni hii inaitwa trickle down, na ilianza pale wakati tulisema sessional paper number 10 tunawegeza katika mahali kuna high potential. Alafu tukipata marupurupu ndio tupeleke mahali kuna low potential. Hiyo ndio trickle down. Sasa tunasema badala ya kuegeza mahali penye high potential, wacha tuegeze mahali penye low potential. Ndio tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi kutoka trickle down to bottom up. Bottom up namna gani? Number 1, trickle down inaamini utatengeneza kampuni 2, 3, 10 ndio itoe nafasi ya kazi ya kuajiriwa. Bottom up inasema tuchukue pesa za umma tuweke katika labor intensive infrastructure. Target yetu ikiwa ni hawa watu ambao hawana kazi. Ni vipi tutatoa hawa watu wako chini, bottom of the pyramid, jobless, kuwaingiza katika nafasi za kazi? Ni kuhakikisha ya kwamba we change the investment model kutoka ile capital intensive to labor intensive. That is change of policy. Unanielewa? Ndio unaona watu wengi wamechanganyikiwa kwa sababu hawaelewi, na wengine wamezoea kutuongelesha mambo ya prime minister, cheo hii. Sasa tukienda pale kwa mambo ya uchumi wanachanganyikiwa. Number 1, the jobless. How do we bring them to have jobs? We change the investment platform policy to labor intensive infrastructure kama housing. Wacha nikupatie mfano. Relax, wacha nikupatie mfano. Tumeweka shilingi bilioni 4 tukajenga kampuni ya kutengeneza bunduki. Ilifunguliwa juzi na rais. Bilioni ngapi? 4. Hiyo 4 billion. Na hiyo kampuni inaajiri watu 100. Watu ngapi? 100. Kama tungeweka a different investment, kama tungeweka investment hiyo 4 billion tungeweka katika manufacturing, katika informal sector,
tungetengeneza nafasi 20,000 za kazi. How many? 20,000. Saa hii tuko na watu wanafanya kazi 100. That's one example. Kama tungeweka the same 4 billion kwa program ya housing, tungetengeneza nafasi ya kufanya kazi 5,000. So that is why I am saying unahitaji kubadilisha sera. Ujue kama uko na pesa kiasi fulani, utaegeza mahali gani ambayo itakupatia nafasi kubwa aidha ya kutengeneza kazi ama ya kutengeneza biashara. Tunanielewa my dear sister? So unajua watu wengi wanauliza huko, nasikia kwa mtandao, hizi pesa William Ruto anasema atatoa wapi? It is not a question of looking for new money. Hizi barabara tumejenga 10,000, sio pesa mpya tulienda kutafuta. Ile pesa tulikuwa tunatumia milioni 100 kwa kilomita moja, tulibadilisha, sasa tunajenga kilomita 4 kwa milioni 100. The same amount of money, but we have changed the model. Unanielewa my dear sister? So ndio mimi ninasema jambo la pili, hawa wafanyabiashara nimekuambia tuko na watu karibu milioni 4 hawana kazi. Hawa tuwashughulikie kwa njia hiyo. Njia ya pili ni hawa wafanyabiashara karibu milioni 6, 7. Masala hawa mama mboga, sijui mtu ya bodaboda, sijui mtu ya kuuza, sijui biashara yake hapo kidogo kidogo. Ni vipi hawa watu ambao wako chini, bottom of the pyramid, ni vipi tunaweza kuwawezesha hawa waweze kufanya biashara? Number 1 ni kuhakikisha kwamba ile trickle down imewasukuma hawa watu milioni 6 saa hii wanakopa pesa kutoka kwa Shylock. Unajua Shylock analipisha pesa ngapi? 10% per day. Na hawa watu wengi wako kwa hiyo Shylock. Kwa sababu ile infrastructure ya financing kwa sababu ya trickle down haifikii wale watu wa huko chini. So ni lazima tubadilishe sera. Lazima kama vile Uganda wamefanya the wealth fund ya kupatia pesa sako ya pale chini. Nikupatie mfano tena. Hapa Ruaka kuna wafanyabiashara wa Ruaka Market. Kiongozi wao anaitwa Shiko. Walinitembelea. Wakaniambia, Bwana Deputy President, tunaumishwa na Shylock. Tukimkopa shilingi 1,000, jioni anataka 100 juu ya 1,000. Unasikia? Kwa mwaka ukilipa 100 kwa mwaka kila siku, kwa sababu umekopa 1,000, unalipa 36,000 inaia kulipia tu Shylock kwa 1,000, which means they are paying, wanalipa 300%. Actually 3,600%. Wakati Safaricom na corporates wanalipa 10%, mwananchi mdogo pale mama mboga analipa 3,000%. Unanielewa? Tukiwa na model ambaye sisi tumesema biashara fund ambaye itampatia ule mama mboga pale ile shilingi 36,000 analipa Shylock, itarudi kwa mfuko yake kabla hajafanya biashara. Kabla hajafanya biashara. Na hiyo pesa, kwa sababu sasa atajua ako na pesa, hiyo biashara yake ataanza sasa kuikuza ikuje juu. You know, mahali alikuwa anapata shilingi 1,100, tunaweza kumsukuma kila siku apate shilingi 500. Lakini tumekuwa na kitiz. Very relax, wacha nikueleze. So hiyo tutabadilisha maisha ya watu karibu milioni 6. Right? Ya tatu ndio uniulize hiyo maswali. Wakulima wengi hawana vile ya kuzalisha, wako na matatizo, you know. Hiyo area yote ya kilimo inahitaji fikira na mpango ya serikali, vile tulikuwa tumepanga under the Big 4 plan. Lakini Big 4 ilisambaratishwa na hawa watu wa NASA wakati walituletea rege na BBI. Unasikia? So wakulima hawa wengi, kwanza karibu wakulima 2.5 kwa statistics ya serikali yenyewe, 2.5 million farmers, they don't produce enough ya kukula wenyewe. Wanakuwa net importers wa chakula, na ni hawa tunawaweka katika food relief
Tunatumia bilioni karibu 15 kila mwaka kununua chakula ya kupatia hawa watu. Mtu wako shambani kwake, lakini mwisho analala njaa. Ni vipi tutabadilisha? Mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, badala ya kungojea tutumie bilioni 15 kupatia hawa watu mahindi na chakula wakule, tutabadilisha. Tutawanunulia mbegu, tutawanunulia fertilizer. Hatuwezi kuangojea mpaka walale njaa, kwa sababu wako na shamba, na shida yao, wengi wao shida yao ni mbegu hawana yenye imefanywa utafiti, hawana usaidizi. We will support them to produce instead of waiting mpaka walale njaa ndio tuwapelekee chakula. The same amount of money we are using for food relief, if we use that money to make these farmers produce, we will turn them from net importers to a surplus which they can sell and make money. Tunaelewana? Vile vile wakulima wengi wa maziwa wanatoa kilo 2, kilo 3 kwa sababu ya mambo ya vyakula. Ni vipi tunaweza kuwasaidia hao wakulima, badala ya ng'ombe kutoa kilo 3 itoe kilo 10? Ni vipi mkulima wa kahawa mwenye anatoa 3 kilos per bush tunaweza kumsukuma ifike 10 kilos? Ni vipi tunaweza, that is the program we had under Big Four yenye ilikuja ikasambaratishwa na hawa watu ambao saa hizi wanajaribu kutuambia ya kwamba wako na mpango. Wacha nimalizie kwa kusema hivi. Jana niliona hawa watu wa NASA wakisema hapo ati unajua sasa hii mambo ya uchumi tuache kuongea mambo ya uchumi ati models, watu tusisumbue wa Kenya na models, sijui tusisumbue wa Kenya just academic. Mimi nataka niwakumbushe hawa marafiki zetu, niwaambie wakati wanatulazimisha twende badilishe katiba, wanatuombia mambo ya models, ya parliamentary, ya presidential, ya hybrid. Hiyo yote ni model na ni sawa wakati tunaongea model ya kubadilisha katiba. Lakini sasa tukiongea model ya kubadilisha uchumi, wako na shida. Wanaanza kutuambia ati ni academic. Mimi nataka niwaambie my friends, vile tunaongea model yenu ya kubadilisha katiba, tutaongea model ya kubadilisha uchumi. Tunajua ni ngumu, tunajua hamuelewi, tunajua inawasumbua, kwa sababu kutoka mahali ya NASA hawa Tibim, Tialala mpaka kwa katiba ni safari mrefu. So hapo kidogo tunaelewa iko shida. Lakini Wakenya wanataka kujua hii trickle down yenu ambaye mnasema mnataka tuendelee naye, ambaye haijafanya kazi miaka 50. Itafanya kazi safari hii kwa njia gani? Tunawaambia ile model ya kuanza chini, mahali mtu ambaye hana kazi atapata kazi, mwenye hana biashara atasaidika kufanya biashara, mkulima wa chini atasaidiwa kuzalisha zaidi. Hiyo ndio model. Itafanya mambo matatu. Number 1, itahakikisha ya kwamba tunaondoa umaskini. Itahakikisha ya kwamba tutapata watu wengi ambao sasa tukiwasukuma kutoka chini wataanza kulipa ushuru. Namba ya 3, itatuondolea ufisadi. Na namba ya 4, itatusaidia kulipa madeni ambayo inatusumbua. That is the model that will sort out our issues. And that is why we are proposing a bottom-up approach to this economic debate we are having. Na nikikusikiza nafurahia sana na ninasikia ni kama najiuliza, je, umekuwa kwa serikali ama hujakuwa? Hiyo ni swali mzuri sana. Sababu kama unaona ni nzuri hivyo na inafaa Mkenya, umekuwa kwa serikali kwa miaka 9. Mbona haikuwa implemented wakati ule? Alafu swali lingine, tumekuwa na kiti tofauti. Kuna youth fund, kuna zile pesa ambazo tumeweka kando za kusaidia vijana, lakini tunasema hakuna mtu alikujia zirudi azikusaidia vijana. Tofauti ya hii ya kuwafikia na hii kiti tunataka kutengeneza ingine ya kando, itakuwa ni gani bwana DP? Ni swali mzuri sana. Umeniuliza swali mzuri sana. Unajua Wakenya wengi wamekuwa wakiuliza hiyo swali, na umefanya vizuri kuniuliza ndio niwajibu.
unajua huyu deputy president amekuwa serikali sasa miaka 9. Sasa mbona all of a sudden ako na ideas? Majibu yangu ni mawili. Jambo la kwanza, wakati nilikuwa substantive deputy ya Uhuru Kenyatta 2013 mpaka 2017, Kenya hii ilisonga mbele. Tulijenga reli kilomita 700. Tumejenga barabara, sasa tutafikisha kilomita 10,000. Tumeunganisha stima, sasa imefika karibu milioni 8. Tumejenga technical training college, na zote hizo mimi nilichangia sehemu kubwa. Right? Baada ya 2017, unless wewe ni mgeni katika Kenya, mambo niliambiwa nikae kando, kuna wengine watasaidia rais. Hawa wengine wakusaidia rais, wakiwemo watu wa NASA, walikuja wakasabotage ile program yote tulikuwa tumepanga. Wakatuhadaa ya kwamba watasaidia rais kuimplement the Big Four plan. Tukiongea saa hizi, the Big Four plan is nowhere. Tukakuja tukaingizwa mambo ya rege na mambo ya kubadilisha katiba na BBI. Tunaelewana? So kama unataka signature yangu kwamba nimekuwa naibu wa rais, I can account for the first 5 years. And it is clear, Wakenya wote wanajua wakati nilifanya kazi na rais kwa karibu na kumsaidia kutekeleza wajibu wake ya kuongoza Kenya na kupanga mambo ya maendeleo, ilionekana wazi. Wakati wengine wameniweka kando na wakachukua nafasi hizo, mambo ndio haya. It is not for me to judge, it is for Kenyans to judge. That's number 1. Number 2, Mwai Kibaki ambaye leo ukimweka katika mizani na rais wa kwanza na rais wa pili, Wakenya wengi wanasema ndio mwenye ako na legacy kabisa nzuri zaidi. Right? Huyo Mwai Kibaki alikuwa naibu wa rais wa Daniel Moi. Right? Hata wakati katiba ilikuwa inabadilishwa ikuwe single party state, yeye ndiye alikuwa naibu wa rais. Tunaelewana? Lakini we have not judged Mwai Kibaki for being vice president of Daniel Moi. We have judged him as president. Bahati sijapata nafasi ya kuwa rais katika Kenya. Ndio naomba nafasi hiyo. Na mimi nawauliza wa Kenya. Nimekuwa naibu wa rais. I know what works. I know what does not work. Yale mambo ninasema saa hizi ni kutoka experience ile nimepata kujua ya kwamba kuna hii itafanya kazi, kuna hii haiwezi kufanya kazi. Na mimi niko na historia yangu. I can account. Nimekuwa waziri wa elimu ya juu, nilibadilisha elimu ya juu mpaka nikaondoa ile watoto walikuwa wanangojea mwaka 2 kabla hajaenda university. Nimekuwa waziri wa kilimo. I am the first minister to start the subsidy program to boost mambo ya kilimo. Tunaelewana? Nimekuwa naibu wa rais. I can account for it. Miaka hiyo nimekuwa, in fact, legacy ya rais wetu Uhuru Kenyatta itakuwa ya barabara, ya reli, ya kuunganisha stima, ya TTI. Ile ingekuwa legacy yake, the icing on the cake ya Big Four. Bahati mbaya alitrust watu wengine wakaisambaratisha. Hapo ndo nataka kuingia. Kule kwetu, wazee wa kwetu, ndio twende break after hili swali. Wanasemanga mvua isonyesha usingizia upepo. Tangu tulipoanza tumetaja mambo ya kuingiliwa kwa Jubilee na watu wa nje, NASA na haswa najua tunaguzia kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga. Lakini haswa kama umekuwa deputy president wa nchi ya Kenya, mbona haukuketi na president wako umwambie mkubwa, haya ndio mambo ambayo tuliahidi wana Kenya, na tusipochukua huu mkondo tutaangamia, tutaangamiza wa Kenya na legacy yetu itasahaulika? Sababu hata Big Four agenda watu wengi haswa wa Kenya walikuwa na matumaini makubwa
kubwa sana. Lakini kwa sasa tunaona ilikuwa ni kama tu white elephant. Tulianza tukaweka mabilioni ya pesa, lakini mazao hatukuyapata. Labda hata zile zingine tutapata tu hizo kwanza zifike nusu, mabilioni ya pesa iende, alafu kisha haitatupatia matumaini ambayo tulikuwa tunatafuta. Unajua dada yangu, nataka ujue ukiwa naibu, katiba inasema kazi yako ni kutoa advice, ya kumshauri, you know, mwenye kuamua ni mwenyewe. I can tell you, nimetimiza wajibu wangu wa kumshauri rais vile nilivyoona, right? Lakini uamuzi ni wake, na lazima niheshimu ile uamuzi rais amefanya, kwa sababu mimi ni mdogo wake, mimi si rais. Akishaamua anaenda mkondo huu, basi hiyo ndio serikali itafanya. Alipoamua ya kwamba yale majukumu ambayo nilikuwa ninafanya ipelekwe kwa ofisi ya Matiang'i, ulisikia mimi nikilalamika? Si nilikubali, nikasema basi hiyo ndio tutafuata namna hiyo, tunaunga mkono, wacha hiyo kazi iendelee vile. Unfortunately, wale ambao walipatiwa nafasi hiyo, either kwa kutojua ama kwa kukosa capacity, ama kwa kuzembea, hawakutekeleza wajibu huo. Ndio sababu hiyo mpango kubwa tulikuwa nayo sasa iko katika mahali ambapo hapaeleweki. Tunaelewana? Na pia nikueleze, sio ya kwamba tunasingizia watu wa upinzani. Sasa nikueleze, kama watu ya upinzani ndio machairman wa komiti za bunge kwa serikali ya Jubilee, kama watu wa kuulizwa ni vipi itaendelea ni hawa principals wa upinzani, sasa watakosa kujibu kwa njia gani? Wow, they are the people who actually sabotaged the Jubilee plan. Na unajua, wamesabotage Jubilee plan kwa sababu walikuwa wanataka Jubilee ianguke. Kwa sababu walikuwa wapinzani wetu. Sasa wewe unaweza kuchukuaje ati Gladys Wanga ndio chairman ya finance, yule wa matusi mingi? Sasa huyo ndio utaweka pale akupangie vile serikali itafaulu. So you know, that's the problem, you know. Na hawa watu wa upinzani watakwepa kujibu failure ya Big Four. The biggest plan yenye ingeinua watu kutoka mashinani, watakwepa kujibu namna gani? Na wao sasa ndio wameketi kwenye makamati ya bunge, wao ndio wenye kushauri serikali vile mambo inaendelea mbele, wao ndio wenye kuamua hii mambo ambayo inaendelea kwa sasa, wao ndio wenye kupanga mambo ya rege, wao ndio wenye kupanga mambo ya BBI. How will they escape? Na it's not time for blame game. That's why mimi nasema badala ya kusumbuana na hawa watu, tuweke mpango mwingine. Kwa sababu sisi ndio wale tuliunda Jubilee, tukatengeneza reli, tukaunda mabarabara, tukafanya hiyo yote, na tutaunda hiyo ingine. Na tutaunda hiyo ingine bila ukabila. Right? Na legacy ya President Uhuru Kenyatta, wenye kuielewa, wenye kuitimiza, sio wale, ni sisi. Kwa sababu ndio tulianza na yeye, na ndio tunaielewa. Na ndio sababu hiyo tunasema, kwa sababu hii Jubilee imetekwa nyara na sasa inapelekwa kwa mnada ya ODM, ndio tunajipanga na UDA, kwa sababu ndio chama mahasla wote wale walio, na utashangaa hii chama ya UDA, kila mtu ambaye alikuwa kwa Jubilee kufikia mwaka ujao, wote watakuwa UDA. Especially kama hawa watu wataenda kuuza hiyo Jubilee kwa kitendawili, watazama huko. Tugucokereria thakaida gatari kuraya, tutarudi tu, tutachukua break kidogo tu. Mushini wotu gini watana Inoro FM jetagwo nyokifaka tugithie na mbere na direct muthenya wa muthe kuma guku kwina mwena wa Karen kuria tukina deputy president. Tuguthie break ro hanini no ni tugucoka tugicokereria tuguthie na mbere na direct muthenya wa muthe.
Mambo sasa ni chap chap na star 487 hash. Kwa makrotu gatoyo wa star 487 hash ni uhudhu muno. Hura star 487 hash ciaguro tugatorio fataire. Kugura airtime hura star 487 hash ciaguro tugata wa keri. Ushoke wikire namba ya thimu na muigano uria urenda. Kuriha bili ya thitima maika na pay TV hura star 487 hash. Ushoke uciagure tugatorio urenda nurumirira makinya Mario gutaririo star 487 hash ni njira ino giteri ya kugura airtime kana kuriha bills ciaku na njira huthu. Hura star 487 hash umuthi. Star 487 hash, mambo sasa ni chap chap. Dagikai Komitoko Makangundo Road, Airwave Properties Limited, Trakojitoge ni Jos Kabala, Burotere Shia 50 by 100, Hakwina Eastern Bypass, Kwena Faces Itiganete, Kori Gana, na haria Buroti iri. Nowe guatere Buroti na dagora wa giri magana matatu, magana mana, na giri magana matano. Maime kuo, bohol, security na farafaraja kewega. Ado de market na magaikara, wenu wewe tereiruo, oya mweki oyu, onawe, ogiena guwaku. Oka office ito Kamuru hau Total Petrol Station kana University Mall Thika Road first floor. Tuhorere dhimo eo eskrinine yaku. Airwave Properties Limited, Mogodane title. Usitie shaka hata mambo yakienda mrama. Hata leo kikosa, Jehova Jire atahakikisha kesho umepata. Iwe riziki unaomba au chochote unatafuta, Jehova Jire ndiyo hupeana vyote, na hakika utapata unachoomba. Mkimbilie tu Jehova Jire. Dial star 811 star 282 hash to get Jehova Jire. Mutumia wakwa atane ko operation. Kirore geti kuhana go. Wetiwe muthuri wa murwaru ucio. Karina neke? Hari undu muru uroneka wi mumaku.